kuna madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza akayapata ikitokea hajapata periodi yake kwa muda mrefu. Kwanza tunasema huyu mwanamke anaweza akapoteza uwezo wake wa kupata mimba, yani kuzaa, infertility, sawa? Pili, tunasema huyu mwanamke anaweza akavurugika, ikapelekea kuvurugika kwa homoni zake, na hapa tunaangalia homoni kama vile estrogen hormone, ambayo hii inaweza ikapelekea hali ya yeye kuwa na changamoto mbalimbali kama vile uke mkavu, changamoto ya mifupa kama vile osteoporosis, sawa? Hii inaweza ikawa ni changamoto, sawa. Ila changamoto nyingine ni pale ambapo tunasema mwanamke huyu anakuwa na changamoto ya kupata saratani kwenye kuta za kizazi au kwenye kizazi, tunaita endometrium cancer, sawa. Ile changamoto nyingine ambayo mwanamke huyu anaweza kukumbana nayo ni ile hali ya kubadilika kwa mudi zake, anakuwa na hasira na nini na nini. Ila sio hivyo tu, hata sura yake huwa inabadilika, na kwamba mtu wa chunusi, sometimes anaweza kaa na uzito kupitiliza akawa na uzito kushuka chini, na mara nyingi wanawake hawa huwa wanajikuta na changamoto ya constipation, yani kutopata choo kwa muda mrefu. Jua kwamba haya yote yanapelekewa wewe kutopata period, ikiwa imeambatana na madhara kama vile kuwa na changamoto kwenye ovari zako pamoja na kupata uvimbe kwenye kizazi, tunaita fibroids au endometriosis au endometrium. Sawa, hii yote inaweza kukumba wewe mwanamke. Hivyo basi, kama una changamoto yote ya kiafya kama hii, fika hospitalini kwa matibabu zaidi. Ila kama unahitaji kupata tiba ambazo ni asili, basi mimi nipo kwa ajili ya kupatia suluhisho la kudumu.